waporaji au kuzuia hali hiyo ya uhalifu. Ni jambo ambalo lilitushtua sana kwa sababu ni jambo la kutamausha sana. Inakuwaje wananchi wanaporwa na polisi wamekaa tu? Hivi sasa maafisa wa polisi ambao wamevaa sare za kawaida wamefika kwa mpigo sana, wamefika hapa na wanalipua mabastola tofauti na kujaribu kuwatawanya hawa vijana. Hawa ni maafisa wa polisi, nambari za usajili za zile pikipiki zimefunikwa. Maafisa wenyewe pia wamejificha uso na wamejificha kabisa, huwezi hata wajua ni akina nani. Na wamefika hapa na kuanza kukabiliana na makundi ya vijana ambayo yalikuwa hapa eneo la Githurai 45 ambalo ni eneo limegeuka na kuwa eneo la hatari kwa usalama hivi sasa, kwa sababu watu tayari wanaporwa. Kuna maeneo ya maduka ambayo yanavamiwa na vurugu inaanza kushuhudiwa eneo hili. Maafisa hao walikuwa hapa awali na kujaribu kuwatawanya wale vijana ambao walikuwa wamefunga barabara na kuwasha moto katikati mwa barabara, na pia maafisa hao walipotoweka na kwenda maeneo tofauti, makundi ya vijana yalianza kufunga barabara na yakaanza kuwapora watu. Kuna mwananchi mmoja hapa ambaye awali alikuwa amepora simu, tukajaribu kusema naye lakini akakataa, akasema hata hakuna vile tunaweza msaidia kwa sababu tayari yeye ni mwathiriwa. Na sasa hivi polisi wameingia maeneo tofauti kujaribu kukimbizana na wale vijana ambao wanaaminika kuwa ni wahalifu, wakijaribu tu kuwafuata waone kama wataweza kuwakamata wale washukiwa ambao wamewapora watu maeneo haya ya Githurai 45. Nimrod, awali nilivyotaja, cha kustaajabisha sana, maafisa ambao walikuwa hapa, maafisa wa kukabiliana na vurugu ambao walikuwa wamevalia sare rasmi za kikazi, walikuwa tu wamekaa kwenye vibanda wametulia na wananchi wakiporwa. Hilo ni jambo ambalo linatia doa sana juhudi za serikali kutimiza usalama eneo hili. Iwapo mpiga picha wangu tu anaweza pia kuonyesha jinsi nilivyokueleza kwamba yale makundi ya polisi ambao wamevalia zile nguo za kawaida bado wanapiga darubini hapa, vitoa machozi vinapigwa, na pia kuna baadhi ya polisi ambao wanatumia risasi za bastola kujaribu kuwafuata wale vijana ambao wameingia maeneo tofauti ya hapa Githurai na kufunga na kuharibu mali. Awali pia tuliweza kutembea maeneo ya Ruiru, tumetembea maeneo ya Allsops, tumetembea maeneo ya Kasarani, tumetembea maeneo tofauti. Ndio ule kijana ambaye aliiba simu anafuatwa pale, lakini kijana ni kama amekaza mwendo na amemlemea ule afisa. Ndio ule kijana mwenyewe anakamatwa. Ule kijana aliweza kumulikwa na kamera zetu akijaribu kumpora mtu hapa awali, na ndio ile amejaribu kukimbizana na afisa wa polisi ambaye amevalia tu zile nguo za kawaida, lakini ni kama ule polisi amelemewa kwa mbio. Sasa hivi tu polisi wanajaribu kukabiliana na hawa vijana hapa, na pia kumwarifu tu mtazamaji ni kwamba barabara ya Roysambu tayari imefungwa na wale vijana ambao walikuwa wamezua vurugu, na wakaanza kurusha magari ambayo yalikuwa yakipita katika barabara hii ya Thika Road, wakirusha yale magari mawe na pia wakijaribu kuwavamia maafisa wa polisi. Barabara ile ya Thika Road maeneo ya Roysambu, hawa vijana pia wameweka mawe katikati ya barabara na kuifunga ile barabara isiweze kupitika. Awali tulipokuwa hapo, polisi walikuwa wameanza juhudi za kujaribu kutoa yale mawe barabarani. Na hapa Githurai naona tu ni mlio wa risasi unatawala anga, na polisi wanaendelea kukabiliana na vijana ambao walikuwa wamefika katika eneo hili na kuleta rabsha, kufunga barabara na kuanza kuwapora watu. Sasa hivi tu ndio picha za moja kwa moja kutoka maeneo haya, lakini tu jambo ambalo wakuu wa polisi eneo hili yafaa waangazie ni je, inakuwaje wananchi ambao wanaenda shughuli zao za kawaida wanaporwa tu mbele ya maafisa wa polisi ambao wamevaa sare? Ni jambo ambalo linatia doa juhudi zao hizo za kukabiliana na visa.